lazima nishukuru wabunge wenu waliosema no kwa mambo ya finance bill last year, na pia niwaombe mwaka huu tena, sababu finance bill 2024 hii ndio mbaya zaidi kuliko ile ya 2023. Wanaenda kuongeza bei kwa kila kitu, sababu Uhuru Kenyatta, na nataka nieleze watu wetu wa Kenya kwanza, there was wisdom in why sisi na Uhuru Kenyatta tulisema mambo ya essential goods, commodities zile zinatumika na kila mwananchi kwa nyumba, mambo ya mkate, vitu ya kawaida, ziwe zero rated, tusiweke ushuru hapo. Hawa wako wanasema kwa finance bill 2024 ushuru unaenda 16, unatoka 0% kwa mkate na vitu mnatumia kwa nyumba zenu, unaenda 16%. Mwaka jana ilitoka 8%, mafuta ikaenda 16%. Mwaka huu sasa wanaleta kwa vitu mnatumia kwa nyumba zenu from 0%, pale Uhuru aliwacha, inaenda 16%. So hata kunywa chai, pastor wetu ama bishop, chai na mkate inaenda kuwa sio kitu rahisi kwa familia. Mambo ya vyakula kutoka nje, hapa tuko border, watu wengi tunatoa vitu Uganda, si ndio? Anything itakuja sasa kutoka upande ule, bei iko inaenda wapi? Juu. Mafuta ya kupika kina mama, edible oil, bei inaenda wapi? Juu. Na ndio sababu sisi tumesema kama wanaazimio, msiwe na wasiwasi, sababu wengi wanasema sasa baba anaenda AU, ametuacha, Zakayo atatufinya, ataendelea tu. Sisi tunataka tuwaeleze. Mimi nataka niseme pia kwa mambo ya ufisadi. Wakati tumemkaribisha Bungoma, tumeshangaa ya kwamba mtu yule ameweka mbele anaitwa Mithika Linturi. Huyu jamaa ndio anasimamia wizara ya kilimo ambayo imeleta mbolea fake. Ndugu zetu kutoka Ulaya, UK and US have been fighting corruption, fighting for human rights. Why is it that they have double standards when it comes to Kenya? Tumeona speaker wa Uganda has been sanctioned by the UK. Why is it that wamenyamaza wakati waziri wa Bwana Ruto analetea wa Kenya mawe badala ya mbolea, and there is endemic corruption in the government of William Ruto? Na ndio sababu sisi tumesema kama wanaazimio, msiwe na wasiwasi, sababu wengi wanasema sasa baba anaenda AU, ametuacha, Zakayo atatufinya, ataendelea tu. Sisi tunataka tuwaeleze, baba ni kiongozi wetu na atabaki kiongozi wetu. Sisi kama wanaazimio tumesema we will remain united and kuwa na unity of purpose kuendelea kuwapigania Wakenya wetu. Na Zakayo akiendelea kuwa pale, ushuru utaendelea kufanya nini? Kuongezeka. So sisi tumesema lazima Zakayo ashuke ili ushuru ufanye nini? Ushuke. Ushuru pia tunamwambia sisi kisheria lazima tulipe ushuru. But when you overtaxing these Kenyans, na wewe una misuse ushuru wao, sababu hatuoni hizi pesa zinafanya nini, lakini ushuru bado unaenda wapi? Juu.